anajieleza mpaka wa leo ndio anajielezanga. When this woman chased me, alinifukuza kwa sababu yeye hanihitaji, but the world was waiting for me outside there. One person can discourage you, but count on how many people are waiting for you back at home and here in Nairobi. Sometimes don't be discouraged by one person. Try to imagine how many people are waiting for me outside there. That is what Isaac did. After kusumbuka sana, ikafika mahali. Na mimi naomba Mungu, kama umefunikiwa visima vingi, ujipate kwa kisima chako ambacho hamng'ang'ani na mtu. Praise the name of the Lord. Kuna watu wamefunikiwa biashara, kuna watu wamefunikiwa career, kuna watu wamefunikiwa nyota zao hapa, kuna watu wamefunikiwa mpaka urafiki. Fika to a place like Isaac, ufike mahali ambapo hamutang'ang'ania na mtu. Biblia inasema kwamba ikafika mahali akachimbua kisima kimoja. Alipokichimbua hakung'ang'ana na yoyote. The Bible says no one strove him. Hakuna mtu alimsumbua. Akasema kwa sababu nimechimbua hiki na hakuna mtu tumesumbuana, nitakipatia jina nzuri. Akasema nitakiita Rehoboth. May God carry you to your Rehoboth in Jesus' name. A place of your comfort, a place of your rest. Akakiita Rehoboth. And on top of Rehoboth, mahali alipata kisima sasa ambacho ni chake, akasema hiki nimekiita Rehoboth kwa sababu sitang'ang'ania na mtu tena. Maandiko yanasema kwamba on top of Rehoboth, pale mbele wale watu wake wa mkono wakaenda wakachimbua kingine na kikatoka maji hapo mbele. Sometimes tunasimamanga mahali ambapo Mungu anataka kutubarikia na atuongezee. Don't stop. That is number 3. Usisimame. If you want to become a great person, don't stop. Wacha wewe wasemangi. Wewe ndio unajisikia wewe ni nani? Wewe ndio macho yako yanaona. Kila mtu ako na akili zake hapa. Na ukituuliza sahihi, hapa ukienda ukiulizaka kila mtu, unafikiriaje sahihi? Utasikia kila mtu mawazo yake. Unaona vile mmekaa kwa hiyo meza moja, hata nyinyi hapa vile mmeketi, kila mtu, kuna mwingine anasikia neno na analishika. Kuna mwingine anaangalia bishop na. Sasa already kuna mtu hata amenitoa hii nguo. He's so handsome without that clothing. Kuna mwingine saa hii, labda tukiingia kwa kichwa ya Kanani, labda anasema sinirudi Nairobi, huyu nimpeaga license bure. Kila mtu hapa anafikiria kivyake. Hapa kuna mtu mwingine hata ukifunua kichwa chake saa hii na tuwekema mashini kama gani ya kufikiria, kuna mwenye anafikiria pombe itatolewa saa ngapi. Kila mtu mawazo yake hapa ni tofauti. Praise the name of the Lord. Kila mtu hapa mawazo ya kila mtu hapa ni tofauti. Ukiingia kwa sasa kila mtu hapa, nimesikia kuna mkubwa wa Neema sasa hii anafikiria vile anaweza kunishika juu ya hii kelele. Kila mtu mawazo yake ni tofauti. Na jinsi ambavyo mawazo yetu ni tofauti, hivyo ndivyo maisha yetu tunakoelekea ni tofauti. Praise the name of the Lord. Ndio mawazo yetu ni tofauti. One day mzee mwingine aliniambia, mimi sifikiri kama wale wazazi wengine. Nikamuuliza kwa nini? Kaniambia, unaona bishop, ukizaa watoto, unaona ule utasikia akisema ni veterinary, kuna uwezekano hatawahi kukusaidia. Nikamuuliza kwa nini? Wanasomanga miaka gapi? Miaka gapi? Miaka 7. Halafu ndio apewe barua ya practicing miaka 10. Haya, sasa hiyo utakuwa na miaka gapi? 58. Umebakisha gapi ukufe? Haya, nikamuuliza, na sasa na huyo akaniambia, ukisikia mtoto wako amesema atakuwa rubani ama captain wa meli, usigoje mambo mengi kwako. Kamuuliza kwa nini? Tuseme ameenda hivyo na ndege. Ukisikia Mkikuyu amesema tuseme, lazima kuna kifo hapo. Tuseme ameenda hivyo na ndege, tuseme hasirudi. Na ni ukweli, mpaka naona mtoto wangu mwenye anaweza kufa. Ninaona kwa akili sasa ni mgani.
Haya, tuseme ameenda na meli, tuseme hata yeye akose kurudi. Akaniambia, kwa watoto wako usikose mmoja ataingia traffic, na usikose mmoja anasema ni mwizi, kwa sababu hao wawili ndio wataleta pesa nyumbani kila siku hata kama hawajasoma. Sasa unaona mafikira ya huyo mzee. Akaniambia, siku anakuambia hivyo watoto wako wawe hivyo, nilikuwa nakuambia hivyo ili hata yule mtoto wako hatasoma zaidi asikutatize. Huyo labda ndiye atatajirika, wale wengine wakiwa kwa ofisi na makaramu na rula. Unaona hapa kuna watu hapa ni matajiri kuliko wale wanashindaga ofisi, na yeye hata hiyo ofisi hajui. Na hata kwa duka yake, ofisi yake iko kwa kona, ameweka tu kiti hapo na anasemanga ndio ofisi yake, lakini mitungi iko juu ya laptop na kompyuta. Na kuna mwingine anachukua siku mzima, hawa architecture, anachora hii nyumba inatoka vile iko. Lakini yule mwenye hajasoma, hana architecture, anaita welder asubuhi, na jioni kuna makeshift na biashara inaanza kesho. That is how life is. Never underrate anybody. Never ignore anyone. We all have the capacity to become what God has planned for us to become in our lives. Praise the name of the Lord. Sisi wote, hakuna mtu ako limited into grace. Hakuna. Neema ya Mungu vile imebeba Ken, inaweza beba hata ndugu yake mwenye hakuwa na shule. Ni tulete hawa watu pamoja. Vile ambavyo yeye ameleta watu hawa pamoja. Yule mwenye anaangalia quality na yule ambaye anakoroga hii kablo sio same. Hawana masomo same. Praise the name of the Lord. Hawana masomo same. Mimi wacha niwapeka story tu, na ndugu yangu asikasirike. Alikuwa amekasirika one day. My brother mwenye mimi nimefuata, tulikuwa tumeishi kumpiga nyumbani kwa sababu ya kuuza bangi. Hata mama yangu, kwanza kuna there is a time na kumbukanga alimwagia chifu wa kwetu niveli. Ilikuwa jikoni, chifu akampata akisokota niveli, my brother akakosa kitu ya kumgonga naye. Ile niveli ilikuwa jikoni, chifu alikuwa analalamika akitoka niveli, hii mifuko yao inakuwa imekaa. Amen. Lakini nikienda form 1, huyo my brother ndiye alinipiaga fees ya kwenda form 1. Sasa akinipeleka shule junior, alikuwa na mama anipeleke, alikuwa ananitusi kwa matatu. Munganya na yahadi. Ndiko kwa maana si adu. Wewe mami wa mwezi yagia mama. Okay, sisemi ni vizuri. But sometimes can never allow anyone to belittle your ambitions. Never allow anyone to belittle your ambitions. If you are confident with your ambitions, and there is a family around you that is so sure about their father. Mimi juzi mtoto wangu aliniangalia hivi, anaitwa Hassan. Kuna mashini walinunuliwa na huyu mdhoni. Hawa wanaona hizi vita za kompyuta. Siwezi karibia hapo, sisi hatujalelewa hivyo. Na ninyi kama nyinyi wote, wale watu wako hapa, si hata nyinyi mnaona Xbox na watoto. Wewe sikia hapo ulikuwa unacheza na nini? At that age, na leki. Matope. Sasa watoto wa sasa hivi wameendelea. Unajua sisi tunakuwa na hiyo kitu kwa kuona watoto wa sasa hivi wanaishi vizuri. Because watoto wa sasa hivi tokea. Si hata nyinyi unaangalia bouncing castle. Unaona unaweza taka waende na kuingia giza urukaruka mara mbili. Kwa sababu at your days akuku asili ukweli. Ati ninaonaga watoto wa sasa hivi mpaka wa sasa hivi ati unabendi kwa kitanda umuite chini akuje akule sausage. Sausage ni kitu ya kubembelezea mtoto wa saa hii. Na sisi githeri ilikuwa inaekelewa na kuwekelewa kufanya tu kutoa bubbles 5. Umeanza kuman hapo kwa jikoni. Pateteze. Unaenda hivyo, si ni ukweli? Mtoto wangu akamkuta hapo ati ananiuliza. Anaona hii wanapiganisha alcohol nani atateka na Ken. Halafu nimefika hapo na ukasisi wangu na kola, nilikuwa nimetoka kupeleka wachungaji hao mahali.
Alafu mtoto wangu akaniambia, I have waited for this day. Kaniuliza, nikamuuliza what? Kaniambia, can you fight these two? Moyoni ninajua hata sifai kupigana nao, wao kuniongelesha tu nimeenda. But to build his confidence, nilimwambia watoe kwa TV waeke hapo. Download them and bring them here alive. You will understand who your father is. If this family is confident about your dreams, because home, vile unaona wazazi wetu wakiweka mandizi kwa gunia, kwa nini, kwa blanketi ndio iripen. Hiyo gunia ya maono ni hapa. Wanaume wacheni kusema ati hata kwako ukitaka kujua wewe ni mwanaume na kuna kitu itafanyika, ni vile imani bibi yako ako nayo. Hebu tu siku moja sema, I want to buy a Range Rover. Na bibi yako aseme, amen, I believe in you my husband. Yes, Range Rover we have it. Hiyo utanunua. Hata utajua mwenye utatoa pesa. Hiyo moral tu. Lakini hebu sema kwako, nataka kununua Range Rover usikie. Sasa paka roho yake, roho. Home is the part of confidence. Praise the name of the Lord. Nyumbani tu ndio unajua. Ile heshima unatoka nayo nyumbani, ndio unajua kama utasucceed nayo. Unaona watoto wake wote hapo wanasema, my name is Jesus Mwaniki. Hakuna mtu ameenda jina Mwaniki. Enda uulize mtoto wako jina. Akifikisha tu yake ya pili, you never count anyone. Naitwa nani yako Mangi. Na wewe umemuuliza, na hata akubuja anakuwa na baba aongeze jina yake mwisho. Unaona mpaka mama yake akitaja kadogo bado wameongeza Mwaniki. Praise the name of the Lord. Unajuaga ile confidence wako nayo nyumbani. Hata watoto wakiambiwa ondoeni mpira hapo, msicheze hapo, mtaamusha baba yenu. Ukisikia tu kwako bibi amesema hivyo, nyinyi simwende mchezee huko, mtaamusha baba yenu, ujue hiyo nyumba umeheshimika na hakuna kitu huwezi pata. Lakini wacha ulale kwanza, nyumba yako ni ya mabati, alafu mpira igonge tu mahali kichwa iko. Kama usikie kale kadogo kanakuja na mti kanafanya mabati. Again, this is where you should pull your encouragement. If they have courage and confidence with you, continue. And we are here to wish you the best. Unajua mimi ninakuombeanga, unajua mimi ukiitisha mafuta ninakuleteanga, unajua mafuta tumemwaga mahali hapa, mambo yote ambayo yamefanyika hapa, you know I have confidence with you. And finally, usiwahi wacha kile watu wanakupendea. Kile unajua watu wanakupendea, usiwahi wacha. The time uta abandon what pulls you to people, you'll not be cared anymore. Kile watu wanakupendea. Wakati nilikuwa ordained bishop, kuna bishop mmoja alikuja akaniambia, na sasa kwa kanisa sasa uache mchezo, uhubirie watu ukiwa serious. Bishop ni kiti serious. Nikajua huyu anataka niache kuchekesha watu kanisani, walale waende. Because that is what defines me. Na watu wanashika neno, usitake kuongelesha watu ukiwa tunaangalia hivi. Kazi ya uchungaji si jesi. Are we together? Kile ambacho watu wanakupendea usiwache. Kama ni kuwasalimia, kama ni kuketi nao chini mnakula matumbo, kama ni kuatia moyo unawaambia my brothers iko siku mtatokea, usiwahi wacha kile ambacho. Na ukiangalia sana watu wengi ukusukuma sana uache kile ambacho kinakufanyanga wewe. Whatever that defines Ken, usiwahi kiwacha. And by that, automatically, greatness is on the way. Na unajua, I am so confident about you. And I know where we are heading to. Mimi naona mbele, wewe unaona mbele, mimi naona mwangaza, wewe unaona mwangaza. Kama hivyo ndivyo tunaona mbele. Iko sawa. And to the people of Embu, just support him. Promote him. Usimsikilie hivi juu wa kwenu. Na nimesikia mzee mzuri hapa amesema, na mkinunua mlipe. Sababu nao watu wa kutoka nyumbani wana hayo mazoea ya kukopa kwa mtu wa kwao. Lakini pesa ikitoka wanaenda kwingine kununua cash. Lakini kwa mtu wa kwao wanakopa. Msaidie, msimame na yeye tafadhali. And this will build him, and building him is building Embu. Praise the name of the Lord. Yes, tunajua hii biashara iko hapa, lakini economic value inarudi wapi? Inarudi Embu.
In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Amen. Are you happy? Yes. Sasa. Amen. Asante sana YMC for directing me. Kwa sasa kabla tufanye launchon, si mtanikubalia tu niombee hii familia? Yes. Si ni vizuri? Yes. Niombee hii familia. Alafu tukienda pale kwa mabati, tutaombea wale wanafanya hapo kwa mabati. Tukienda kwa Cabros, tuombee wale wanafanya hapo kwa Cabros. And then tutamalizia na the entire Eagle group. Si ni vizuri? Na pia ninapoombea hii familia, si hata wewe nitakutaja kwa maombi. Yes. Ili Mungu wetu akupatie kisima ambacho hautangangania na mtu katika maisha yako. Mungu akuweke katika biashara, hautangangania na mtu. Mungu akuweke katika ukulima, hautabishania na mtu. Mungu akuweke katika uongozi, hautabishania na mtu. And by that time you will have seen the greatness of the Lord in your life. Kwa hivyo Ken na familia yako wale wataweza kuja hapa. Nitakuomba tu uje hapa. Na nitaomba tu wachungaji wetu tu, kwa sababu mko hapa, njooni hapa ili tuweze kuombea hii familia, kwa sababu inafaa na ni vizuri, because they are the pioneers of this. And wanakoelekea mimi najua ni kuzuri, na nina imani ya kwamba watafika huko katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tukimaliza sasa hapo, tutaenda pale and we do the launching, alafu tuende pale tuombee mabati. Amen. Kwa hivyo Pastor Paul, yeah, come over, just come and say just hi to these Kenyans, and they love you. And they say so. I have heard from their heartbeats. Hello. I bring you greetings today from the United Kingdom. And it is a joy to be here today. I wasn't aware that I was going to be here, but just to sit and listen to this wonderful afternoon. And to all that you are going to be doing, my brother, I honor you. And I pray that in everything God will show you His goodness, His blessings, and may you prosper in everything that you put your hand to, both for yourself, for your wife, for your children, and for this community, and indeed this country of Kenya. I bless you in the name of Jesus. Thank you so much, Pastor Paul. Kwa hivyo nitaomba tu mje hapa, mtashikana mikono, kama mnasikia kama mnaweza piga magoti, sasa hiyo mnaweza amua. Yeah. Thank you for the humility. Amen. Na sisi wengine tuwaelekezee mikono ili tuwaombee katika jina la Yesu Kristo. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, jina takatifu, tunakushukuru jioni ya leo kwa sababu ya wema, upendo na hata fadhili zako ambazo Bwana zimetukusanya hapa siku ya leo. Na siku ya leo Mungu wetu wa milele, kwa sababu maandiko yako yanasema ya kwamba tuandike maono yetu. Kila mmoja amepewa nafasi ya kuandika maono yetu. Na Biblia inasema ya kwamba tuandike kwa wino mkuu, ili atakayepita hata kwa kasi ataweza kuyasoma. Na siku ya leo Mungu wetu tupo hapa kwa sababu ndugu yetu Ken na familia yake waliandika maono yao, na sasa yanasomeka hata na anayekimbia. Na Bwana, kwa sababu ya maono haya, siku ya leo tukaunganishwa hapa na upendo ulio ndani yake. It is a reflection of what happens in his heart. Upendo anaopenda nao watu. Safari ya Shawai tembea kwa sababu ya watu. Mikono ambayo alishikilia kuinuka. Baba, tumekusanya hapa kwa sababu yake. Na asante Mungu wetu wa milele, kwa sababu ndani ya maono yake mengi, kwa sababu ni kiongozi, ulijumuisha watu. Ana watu wengine moyoni mwake, ana watu wengine mikononi mwake, wale wengi amebeba mabegani mwake. Na kwa sababu ya ushindi huo, we are here to celebrate this achievement. Asante Mungu kwa sababu ya familia hii yake. Hapa ndipo mahali yeye hutoa amani yake ya kwanza anapoondoka asubuhi. Tunakushukuru kwa sababu ya mke wake. Tunakushukuru kwa sababu ya watoto wake, kuanzia yule mkubwa hadi yule mdogo.
Na pia Bwana tunakushukuru kwa sababu ya maisha ya Ken. Wale ambao wameketi chini na yeye ana historia ndefu ya mahali ambapo Bwana umemtoa. Na siku ya leo Mungu wetu, as we launch this facility, Jehova, pokea utukufu wote. Hakuna mkono wa mwanadamu unaweza kufanya hivi. Hakuna hekima na heshima ya mwanadamu inaweza kufanya hivi. Huu ni mkono wako. Haya ni matendo yako. Na kama vile Daudi alisema kwamba nitaliinua wokovu wangu ili nikutukuze na nikusifu. Hata sisi tupo hapa Bwana kuinua wokovu wao. Mungu wetu, umewaokoa katika majanga mengi, lakini baada ya yote ukawaleta at a point of their victory. This is a point of victory. Huu ni ushindi wako Mungu wetu. Tunauona kwa macho yetu. Na kama vile maandiko yanasema kwamba hii inapendeza, hata sisi katika macho yetu inapendeza. Pokea sifa zote na utukufu wote. Kwa sababu ya afya ya jamii hii Mungu wetu, tunakuaminia kwamba utawaongoza, utawasimamia. Hakuna chochote kitavuruga afya yao, kitavuruga mawazo yao ambao hutumia kufikiria mambo mazuri kama haya. Katika jina la Yesu Kristo, hakuna chochote Bwana kitakachotumika kutuondolea maono haya duniani. Hata vifo vya mapema havitaweza. Hata magonjwa ya mapema hayataweza. Hata kuvurugwa na adui hakutaweza. Katika jina la Yesu Kristo, maono haya Mungu wetu yataenda mbali hadi wakati watoto wao watakuja kuyashikilia na watasema baba yangu na mama yangu walianza mambo makubwa, na katika uzee wao tunawasherehekea. A day is coming when this legacy shall be carried by their generations, in the name of Jesus Christ. Asante kwa sababu ya kila mtu ambaye alipata nafasi ya kuja hapa, viongozi wetu walio hapa, watu wa Embu ambao walio hapa, upendo ambao umewaunganisha Mungu wetu. And because this time the anointing of establishment is around here, kila mtu ambaye anatamani jambo hili alipokee. Kila mtu ambaye anaona jambo linamfurahisha Bwana, wapeleke pia wao katika mahali pao pa ushindi. Wacha kila mtu aliye mahali hapa in the four ways of greatness, kila mtu akaribie kisima chake na akipate, ambacho hawatavurugana na mtu, ambacho hawatavutania na mtu, katika jina la Yesu Kristo. We cover these premises with the blood of Jesus Christ. We commit this place with the hand of God. In every corner, the Holy Spirit of the Lord shall guard and guide. In the name of Jesus Christ. Wanaofanya kazi pamoja na wao, utamimina uaminifu unaopeleka biashara mbali. Utamimina utakatifu unaopeleka mambo haya mbali. Katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu. Tunawanenea baraka. Mwagiko la mafuta litakalofanyika hapa Bwana, lifanye hii kampuni iende mbali. Inagojewa mahali kwingine. Na mimi nina imani ya kwamba hata wakitoka hapa kuna kwingine wamegojewa, because they possess and they carry the spirit of expansion. Asante Mungu, wabariki tu na uwatendee mema. Chochote ambacho kiliwasumbua jana kisiwasumbue kesho. Chochote ambacho kiliwanyima amani jana kisiwanyime kesho. Na katika mikono yao Mungu utie ujasiri. Tunaomba maombi haya kwa imani, in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen.